Kwa majina ni Evelyn Kamene Mnyao. Mimi ndio dadake marehemu Nina, Elizabeth Nina. Ilikuwa Jumatano, akaondoka akatuaga, akasema yuenda kwa rafiki yake kula sikukuu zaidi. Na ndio hiyo Jumatano, Alhamisi, Ijumaa nikapata hiyo ripoti kwamba kuna msichana ametupwa huko. Ndio nikaenda nikajua kwamba ni yeye. Ndio nikakuja huko mochari. Inauma sana, maana alikuwa ni mtu na afya zake na alikuwa mjamzito. Hakuwahi kosea mtu. Inauma sana. Nataka yake dada yangu tafadhali. Mashirika nisaidia, maana tulikuwa tumebaki wawili, hatuna mama, hatuna baba. Ana mtoto mwingine. Minne. Naomba haki. Nilifanya kupigiwa simu na marafiki zake. Mimi nilikuwa sijui chochote, maana yake alituaga yuenda kusherehekea Eid. Sasa wao wakanipigia wakaniuliza kama nina habari yoyote, maana yake ilikuwa imerushwa Facebook. Kuna msichana ameuawa na akarushwa huko St. 10. Yeye akiondoka aliniaga yuenda kusherehekea sikukuu, na mimi nilibaki na mtoto wake, hakuenda naye. Hana bwana. Ripoti polisi walituambia tuje tukonfirm mwili kama ni wetu, tumeconfirm ni wetu. Na ndio maana tuko hapa, tukarudi station. Sasa tuomba haki itendeke. Hivi mnavyoviona hapa ni vilio vya wanawake, vilio vya wamama, vilio vya ndugu ambavyo kila kukicha tunamkia tukivishuhudia. Kama watetezi tumekuwa tukifuta machozi ya wanawake ambao wamepoteza wapendwa wao kwa njia moja au nyingine. Gloria na Nina wote wawili, kuna madai ya kuwa kwanza walinajisiwa. Wewe kama mbakaji, unapokwenda mpaka ukaamua kumbaka mtu, iweje baada ya hapo umpoteze uhai? Ni jambo la kusikitisha mno. Tuko na vyombo vya dola na tuoni reaction yoyote. Mombasa imekuwa kama kawaida watoto wa kike kuuawa. Mwingine alikatwa shingo pale Likoni. Sasa amekuwa Nina, amekuwa mtoto wa kike huku sehemu za Kisauni. Mbona hivi Mombasa? Kulikoni? Tumechoka na hizi bima zenu. Maana hatujui wataka tuelekeze shule zetu wapi. Wanaume kikubwa gani tuliokosea sisi kama watoto wa kike? Wanaume wataka nini kwetu sisi? Mbona hatuwaelewi kaka zetu? Nini tulichowakosea ndugu zetu wa kiume? Haki kwa wanawake itendeke. Haki kwa wanawake itendeke. Haki kwa watoto wa kike itendeke. Mimi ni mzazi wa Glorious. Na nilipoenda kumuona mtoto wangu saa hii wanamfanyia pasmota, huo mwili umekaa vibaya sana. Sasa nilikuwa naomba venye wanamfanyia pasmota waufanyie uchunguzi na mapema ili nijue ni nani amemfanyia hicho kitendo, kwa sababu huo mwili umekaa vibaya sana. Mpaka yani mimi venye nilivyo hivi natamani hata nimfuate huyo mtoto wangu mahali alipo. Kama Gloria baada ya kufanya yote hayo walichukua na acid wakamchoma uso wake. Shwali unyama ulioje! Wewe unalala ulipolala ukijua kuwa umempitisha mwenzako madhila. Kama Nina, mwanamke mjamzito, ana kiumbe kwenye tumbo, leo hii wamlala, baada ya hapo wamuua. Kile kiumbe ndani ya tumbo pia kimekufa. Kimekukosea nini kile kiumbe? Postmortem ya baby Gloria na postmortem ya Nina itafanyika baadaye, lakini to bring closure to this matter is we are here for the postmortem so that we can determine the real cause of death. We've seen kwamba baby Gloria alikuwa na signs kwamba amefungwa. Pale Bangala juzi kuliibiwa bunduki. It took you 24 hours kupata bunduki. It took you 24 hours kupata wale perpetrators ambao waliiba ile bunduki. Kwa nini ikija masala ya utetezi wa haki za kibinadamu, ikija kwenye violations za haki za kibinadamu, serikali haiweki juhudi kama zile ambazo zinaweka wakati serikali inakosewa? We need to be protected. We need to be respected. And we need to be valued. Hata sisi wanawake tuna uwezo, tuna haki za kuweza kuwa katika hii nchi na kuweza kuenjoy the rights. Sasa hivi mwanamke, mtoto wa kike, mtoto mdogo, msichana hajui where is she safe.
wale wote ambao wako responsible for this incident wapatikane, washikwe, sababu tumechoka kufuatilia, tumechoka kuwaliwaza wale wanawake, na kila siku tunaishi na uoga huo kwamba leo ni mwenzangu, kesho yatanikuta mimi. Tafadhalini, this is not even a request, it is a demand that we want justice to be served. Na ukija kuangalia maeneo ambayo yamepatikana na hizi visa ama hizi visa vya femicide ambazo zinatokea ni maeneo ya Kisauni na Likoni sana, ambapo security has always been an issue. Kwa hivyo sisi kama watetezi tunachokitaka ni haki na hizi unnecessary delays. Gloria alifariki tangu tarehe 10 na ngapi sijui, mpaka hii leo ndio inafanywa postmortem. We don't want these delays. We don't want, no matter how public this issue is, let us be very fast in doing this kind of things ili watu wapate haki. Hivi vilio vina uchungu, hii familia inaumia.